Kwa balozi ni kuombe tena, yani sita kuzidi kuja kuwaomba ndugu zangu ni mama. Naomba msisubiri tu kwenye mkutano wa kibalozi kama hivi ndio mjadili mambo mengine. Tulipanga kuwa na mkutano mkuu wa kibalozi kila baada ya ile miezi mitatu. Mama alipendekeza hiyo ni tarehe 10 na wote tukaipitisha. Itakuwa inabadilika tarehe 10 tarehe 13 tunaangalia tarehe inayotufaa. Sasa maana yake ninachokiomba, yani siku tu balozi na wajumbe 5. Ghafla tu mnaamka, shikeni daftari nyumba hadi nyumba. Toeni watu, mama Mosi humu ndani, hebu tunaomba tukague humu ndani. Humu nani? Kuna wageni, kuna nani? Miundombinu iko sawa, maji yanaenda sawa, mambo hayako sawa, mnachukua hatua. Umeona? Zile nyumba za wapangaji zile ndugu zangu, mwenyekiti hana kauli kabisa. Kauli mnazo nyinyi. Nyinyi ndio wasimamizi. Nendeni humu ndani kuna wapangaji hao. Wewe barua iko wapi? Wewe barua iko wapi? Hawawezi pale, wale ndio wakukuza mfuko wa kibalozi. Huyu mama tunapozungumza mama yetu huyu anashindwa kwenda kufika kule balozi, ni kwamba inabidi wapatikane mbadala. Lamba watu faini shilingi 5,500, mbadala wa mama tafuta vijana waende wakapate 5,000 za kula kule. Si tunaelewana balozi? Hiyo ndio ilikuwa maana halisi. Kwa wazazi wangu kwenye hili msiwe na hofu, yani msirudi nyuma viongozi wangu. Naombeni sana msimame. Sasa tunapoendelea na haya, leo tunaona mafanikio ya hatua za awali kwamba kama chama cha kibalozi tunajaribu kuweka misingi ya kuongeza nguvu. Na tunajaribu kuangalia namna gani. Tena ajenda zinazofuata mheshimiwa balozi, naomba uwaruhusu wale wataalamu wa masuala ya fedha wakaangalia namna gani ambapo mtaishi maisha ya kuwezeshana kiuchumi. Waliokuwa wanakimbia na pesa za kibalozi, mimi hao ndo nawahitaji. Mimi hao nawahitaji, tena haitajalisha ni mtu wa aina gani. Hata akiwa ni mamangu, hata akiwa ni mamangu Ngwale hapa. Mimi nasinzia kwenye hili. Yaani mamangu Ngwale amekuja kwenye chama cha kibalozi tumemwazima shilingi 50,000. Kesho apotee. Hapana. Yani hapana, hapo hatutakubali. Tutajitahidi sana tuweze kuhakikisha kwamba tunasimama. Balozi na wajumbe, tunaombeni mtumie muda huu kuweza kukaa kwa pamoja. Muangalie namna gani sasa mnaama. Mafanikio mkishakutana kama hivi, mmefanikiwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kwenye ile makusanyo. Sasa tunakusanya shilingi 200,000 kwenye kila chama chetu. Kila tunapokutana. Tunaanzaje? Kwa pale pa kuanzia ndo tutajitahidi sana. Tuwe tunawezeshana sisi wenyewe. Jamani kuna mtu ana shida na 30,000 basi tumwazime kikao kinachokuja atuletee shilingi 35,000. Hajaleta siku hiyo taarifa inafika mezani. Hamna haja kumsubiri hadi aelemewe. Tunachukua maamuzi pale. Na tunaamini kama watu wanaweza kaenda kulipa mablaki huko, wanalipa maasa, wanalipa mabenki huko, wanalipa maliba makubwa, kwa nini wasikuze mfuko wa kibalozi? Kwa hiyo balozi linawezekana tu kabisa. Sisi wenyewe tutakuwa tuna sheria kali zile ambazo watu wanazitumia kule. Na huku tutapata mwangaza mzuri sana. Kwa hiyo nawaomba sana ndugu zanguni, tuendelee kuwa na umoja. Leo tulikuja kama mashahidi wa kile ambacho balozi alituambia kwamba kila tarehe 1 ya mwezi tunakutana. Tukasema basi tarehe 1 ya mwezi wa 4 balozi amesha Kilambo, tuje tuitembelee. Tuwe na ushahidi kwamba tulichoambiana kinatekelezeka. Na wajumbe nawaombeni sana, yaliyojadiliwa hapa na yaliyokubaliwa hapa yaende kama mrejesho kwenye wale wana balozi wengine, kwamba nyie tumekutana, tumejadiliana hiki kwa njia ya message, kwa njia ya kuonana, ili nitakapofika awamu ya 3 tumekaa kikao cha kwanza, kikao cha pili, yule wa kikao cha 3 hajaonekana kwenye umoja, hajaonekana kwenye mshikamano, hajaonekana kwenye jitihada zozote, huyo pia tutakuwa tuna kikao naye, ndio tutamuuliza wewe unataka kuelekea wapi? Siku ya mita zake zipo kule nyuma ya Inyala, Shamwembo, kile kimlima cha juu kile. Bure kabisa. Unaondoka kule na tunakusindikiza na escort. Kaa hapa, wewe ndio utajiongoza wewe mwenyewe. Ila tuwe kubaliana sisi kama sisi, naomba tuyafanye. Amina ndugu zanguni, wazazi wangu. Mimi nawaombeni sana. Alichokiongea balozi ndugu zanguni, naomba sana tukisisitize usafi wa makablini. Balozi sijui umependekeza hiyo ile, niwe Jumamosi. Kuna mwenyekiti tumependekeza, lakini kuna shida ambayo ipo. Tunapokwenda kufieka hakuna mjumbe wako yote ambaye anakuwepo. Kwa hiyo kutakuwa kuna mkanganyiko. Mwingine anasema mwisho hapa, mwingine anasema mwisho hapa. Sasa mwisho wake anakuwa tumeacha eneo kubwa kwa ajili ya kubishana. Ndio. Tulikuwa naomba mjumbe anapokuwepo Jumamosi, mjumbe mmoja angalau awepo. Sawa. Na tulishindwa tuko na mama na wengine wakasema si mwisho hapa tuondoke tumeishia. Basi kibaki kipande kirefu tu mpaka mwisho kule. Amina. Basi mimi nikuombe sana balozi basi kwa Jumamosi nafikiri. Na kwa hili kama itakuwa Jumamosi, kwa sababu nilifanya pia hata mchakato wa kupata vitendea kazi. Na makwanja 30 yako pale ofisini ambayo tutaweza akatusaidia. Sasa maana yake kinachofanyika mama mbadala. Yaani kwa mfano kama mama pale. Mimi naomba sana hii agenda blaza Meshak na wajumbe wengine tujadiliane na blaza Fadhili. Mama yeye mama hatumpi hii taarifa. Tunajadiliana na blaza Fadhili. Kwa hiyo hata tunapoenda kwa mama pale, atujadiliane na mama, tunajadiliana na wale ambao wako ndani pale.
Mama Rebeka hapo nao jadiliana naye, tunajadiliana na kina nani? Eliko. Sisi tunaelewana wazazi wangu. Tunaelewana, ndio tunao